Bana, dabi inakaribia tarehe 15. Wewe unaonaje? Wananchi wanasema hawachezi, lakini wewe mtazamo wako ni upi? Mnataka mcheze ama msicheze? Mimi binafsi bwana nataka dabi tucheze. Dabi tucheze kwa tafsiri ya kwamba ndo tafsiri yani ndo mpira wetu uko hivyo. Kwa hiyo masuala yale ya kizamani, alama za mezani na nini yashapita na wakati. Mechi iliahirishwa kwa sababu za msingi. Bodi ya ligi alisema kwamba kutokana na sababu za kiusalama mechi imeahirishwa, tutapanga tarehe nyingine. Kwa hiyo washapanga tarehe nyingine, mpira wetu uko chini yao, kwa hiyo lazima tuwasikilize hao viongozi wa bodi ya ligi, dabi ichezwe. Ukiangalia kwa mfano kama timu haitaendelea uwanjani, viongozi waliopo kuna kila sababu ya kuendelea kubaki, ama mwenyewe kama wanachama mtaonaje? Mimi binafsi nadhani kama tutapeleka timu uwanjani, wao watu wa bodi ya ligi au TFF inabidi watoe adhabu kwa watu ambao wanaasisi mechi ichezwe. Watoe adhabu na adhabu iwe kali sana yani, ili kuweza kupinga ile swala, ili siku nyingine sijirudie. Kwa sababu sasa hivi washaambukiza mpaka watu wengine nasema tuchezi na nini na vitu vingine. Tumeona msemaji wa Singida akasema hatuna imani. Kwa hiyo hali itaendelea hivyo kutokana na nini? Kwa ajili ya kitu cha mtu mmoja tu. Kwa hiyo nadhani tungeweza kukomesha hili jambo, dabi ichezwe, watakaopinga kutocheza dabi watozwe fine au wafungiwe kabisa. Kwa sasa hivi ukiangalia jinsi Yanga ilivyo, unafikiri kwa nini hawataki kucheza dabi? Nadhani ni wanaangalia kikosi. Yaani unajua hakuna kitu kingine ambacho wanaweza kapinga bila sababu ya msingi. Ni kikosi cha Simba kiko vizuri, uimara wao, performance ya kina Jean Charles ya huwa, kina Kibisawala wale, ukiangalia Budo, yani wote wako vizuri. Kwa hiyo I think wanaangalia ubora wa klabu ya Simba, amefika finali, wakasema hawa jamaa tukienda kucheza kivyo vyote yani watatangaza ubingwa kwenye mgongo wetu. Kwa hiyo wanaogopa hilo jambo. Lakini wewe mwenyewe kama mwanachama ukiangalia Simba kuna nyie Yanga kweli kuna tofauti hapo, mnaweza kweli pengine mkaenda kupoteza mchezo? Tukiangalia mwendelezo wa matokeo ya klabu ya Simba, tukiangalia mechi zetu sisi, naona kabisa Simba wanaenda kushinda hiyo mechi tarehe 15. Wanaenda kushinda, na kishinda hiyo mechi moja kwa moja tunawakabidhi ubingwa wao. Kwa msimu huu ukiangalia nyinyi mmeteleza wapi hasa? Usajili pengine ulikuwa mbovu ama labda makocha kufukuza makocha kulichangia? Yani msimu tulichofeli ni scouting. Yani scouting wetu wanafanya usajili kama wa kunini, yani wa kushtukiza, wa kurupuka, wanabahatisha. Tumechukua wachezaji wengi ambao hawana msaada wowote. Tumechukua kina Baleke, wakina Chama wale, nakumbuka tuliwachukua kina Ikanga Lombo, tumechukua wachezaji wengi akina Mwenda ambao hawana msaada kwenye klabu yetu. Lakini viongozi wa Simba scouting wao ni mzuri. Wamechukua wachezaji wadogo wenye umri mdogo lakini wana full package, wanaweza kupiga, wanakimbia, wamekamilika, wako fresh, na ndio maana naona wamevusha timu mpaka finali ya shirikisho. Na ukiangalia kwenye top score wao ndio wanaongoza, timu yao wamepeleka mpaka 4 bora kwa ubora ngazi barani Afrika. Kwa hiyo wamefanya vitu vingi sana vizuri ambavyo tukijitusu kwenda kucheza nao tarehe 15 kivyo vyote hatuoni sehemu ya kutokea. Na kama mambo yatakuwa magumu. Mambo yatakuwa magumu zaidi. Kwa hiyo watatutambia vitu vingi yani. Watatutambia kwamba tulikuwa tunawatania hawana medali, wanazo. Watatutania kwamba timu yao iko bora, iko 4 bora, sisi hatupo huko. Watatutania kutufunga hiyo tarehe. Watatutania vitu vingi ambazo tutakuwa hatuna majibu navyo yani. Kwa hiyo I think wameangalia kichaka cha kutokea ndio hiki. Wanachama walifurahi sana wa Yanga. Sijui kama na walifurahi ama vipi, lakini wengi wao walifurahi wakati Chama anasajiliwa na Yanga. Wewe kwanza ulifurahi ama ilikuwaje? Lakini ukitazama mwenendo wake kuna kila sababu ya kuendelea kubaki Yanga ama naye anatakiwa kuachwa aondoke? Sisi hatakuwa na uhitaji wa mchezaji kama Chama. Namba ambayo anacheza Chama, sisi tulikuwa tuna wachezaji wengi wenye type kama Chama. Tulikuwa tuna Pacome, tuna Aziz Ki, sometimes kuna yule Mdathiri. Tulikuwa tuna wachezaji wengi sana ambao wanafanana na Chama. Kwa hiyo sikuona kwa nini tunamsajili Chama. Ndio maana sasa miemko ya viongozi wanataka kuwakomoa watu wa Simba ndio akamsajili yule, lakini Chama hakuwa na uhitaji wowote. Na ukiangalia tayari ashachoka. Kacheza zaidi ya misimu 5 klabu ya Simba. Kwa hiyo washatumika sana na maisha ya mpira. Ukicheza mpaka misimu 3 4 unakuwa tayari automatically unakuwa unachoka, unaelewa. Kwa hiyo hakukuwa na ulazima wote wa kuwa na mchezaji kama Chama. Maybe tumemsajili kwa sababu tutakukomoana kwamba tuwakomoe hawa tumchukue sisi, lakini sio mahitaji ya kwenye pitch. Na mlianza na Mkude. Tulianza na Mkude, tukamsajili ambaye hatusaidii chochote. Wakina Okla naye, Okla Magic, sijui alimtambulisha mpaka kwenye jeneza yani, bila sababu yote ya msingi. Ameondoka jeneza. Ameondoka jeneza. Magic Okla, tumewasajili akina Baleke, tumewasajili wachezaji wengi kutoka Simba yani. Yani scouting wetu sisi tunategemea mpaka tuone kwenye wachezaji wa Simba ndio tumchukue. Kwa sababu hata akina Aziz Ki mara ya kwanza tumewaona wakati anacheza na Simba.
mpaka huyo Pacome tumegundua wakati anacheza na Simba. Kwa wachezaji wengi sana mpaka Simba waone sisi ndio tunaenda kuwasajili. Unafikiri kitu gani ambacho Yanga wabadilishe kwa msimu unaokuja? Cha kwanza kabisa tafuta scouting mzuri. Wachezaji wasienda kusajili Simba kila siku. Sio kwamba timu yuko Simba tu pekee yake hapa Afrika. Timu ziko nyingi za kusajili. Tusajili wachezaji ambao wenye umri mdogo lakini wana vitu vingi. Mchezaji anaanza kuofa vitu vingi na uwezo wa kupiga, kitokea jambo lolote analifanya, hachoke mara kwa mara. Sasa wachezaji wengi wamechoka, yani umri umeenda. Wakina Lydia Ucho wamechoka sana. Kucheza kidogo anaumia punch. Wakina Pacome, wakina wachezaji wengi sana. Kwa hiyo tutafute wachezaji ambao wanaweza kanini wakatofa vitu vingi. Kwa sasa hivi ukiangalia kwa research yako ndogo ambao umefanya, wachezaji ambao wako wachezaji pale Yanga, wachezaji unatamani kuona wanaachiwa mwisho msimu kisha waondoke. Msimu wachezaji pale kuondoka wengi ambao hawana msaada. Ucho amechoka, tumwache. Diala yule pale anaruhusu magoli sana, amefunga yani clean sheet zimepungua. Diala tumwache. Yani bwana tumebakisha wale akina Coman wale au yule nani mwingine nani? Msheli. Diala kachoka. Wachezaji wengi, Baka yule ndo kabisa, Baka mpaka anafunga magoli ya mikono, Baka hamna kitu. Kwa wachezaji wengi ambao wakuacha wako wengi yani. Wako wengi. Sawa. Kwa sasa hivi ukitazama mwenendo wa ligi unaambiwa sio kuna timu zimegoma sio na nini. Wewe unalionaje hilo? Zina hoja za msingi kweli? Au TFF kweli wana shida hiyo mpaka vilabu vigome? TFF hawajai kuwa na shida. Hawajai kuwa na shida na wala hakuna timu iliyogoma. Yani hizi ni tetesi. Kuna baadhi ya watu wanawaswitch watu wa TV na maredio wapampulishe hiyo story, lakini hakuna uhalisia. Hakuna klabu yoyote ambayo imeandika barua official kwamba kuipelekea bodi ya ligi kwamba hatuna imani si nini, hakuna. Ni watu tu wanaamua kukuza hizi story ili kuwatoa maana watu wa bodi ya ligi. Kwa hiyo hakuna klabu yoyote ambayo imeandika barua kupeleka bodi ya ligi na kuambia labda eti hatuna imani na nini. Kwa viongozi wa TFF wako vizuri na kila mmoja ambaye anahusika, hakuna ambaye ana wasiwasi kwamba labda tuna mashaka naye, wote wako vizuri. Kwa viongozi wenu sasa ambao wameshasema hawachezi dabi hawachezi na nini, na nyewe wanachama, wewe kwa mfano unatamani mechi ichezwe, lakini ukiangalia hili jambo linaenda kuwadhalilisha Yanga ama linaenda kuwanufaisha Yanga kama ikitokea chochote kitakachoenda kutokea hapo mbele? Hii si tu Yanga peke yake, hii inadhalilisha mpaka ligi yetu. Ligi yetu imepanda kwa ubora, sasa hivi ni ligi ya 5 nadhani Afrika kwa ubora. Kwa hiyo akisema Yanga tugome tusicheze hiyo game, tafsiri yake ni kwamba hata mpira wetu unakuwa unadhoofika tena, unaelewa? Ni kwamba hata wanaofuatilia kule na mbona sasa ligi yenyewe haieleweki, na zaidi kuna nini tena kudhoofika. Kwa hiyo Yanga kwanza tutadhoofika, ukiangalia ligi yenyewe itakuwa tena ndio vitu kama hivyo, hata Simba nao. Yani kiujumla ligi yote itakuwa kwenye ubora na kwa inapotea kwa sababu haya masuala ni ya kizamani sana. Labda kwa kuna sababu za msingi. Yani kama Yanga anataka wagome ile mechi ya tarehe 8 ile kwamba tungepeleka timu uwanjani, tukiangalia taratibu wote, upande wa pili hakuna timu pinzani, makamishna wapo na nini kila mmoja. Kwa hiyo mechi ingemalizwa vile tungesema tuna haki ya kugoma, lakini mechi iliahirishwa mapema toka majira saa 6 au saa 5. Bodi ya ligi walisema mechi haitokuwepo, tutapanga tarehe. Kwa hiyo vitu kama hivyo vinakuwa kama ndio vitu ambavyo vinadhoofisha mpira wetu. Ushauri wako kwa hiki ambacho kinaendelea, kwanza kwa viongozi wa Yanga, halafu TFF na bodi ya ligi? Aisho hapo ni kukaa tu, wakae tu mezani wazungumze. Najua hakuna kitu ambacho kinaniliu kigumu hapo. Kila kitu kiko sawa na tarehe imepangwa na muda bado upo. Leo tarehe 30, sasa nafikiri tarehe 30 mpaka tarehe 15, almost wiki mbili. Wanaweza kakaa wakazungumza wakamaliza. Hakuna kitu ambacho kinashindikana hapo. Kwa hiyo mimi nadhani viongozi wa bodi ya ligi na viongozi wa klabu yetu ya Yanga wakae wazungumze pamoja na viongozi wa Simba wamalize tukaangalie mpira. Shukrani sana. Poa, asante sana.